Mpira ni mchezo wa miguu ambao umeteka hisia kubwa za mapenzi ya kila rika, vijana, wazee, watoto, wanawake. Mtazamaji wa Kikora Media, leo hii tumetia kambi katika eneo hili la uwanja wa Kibirizi. Lengo ni kuzungumza na kocha wa timu ya Vodacom ambaye anamiliki timu ya vijana, lakini pia na timu ya wakubwa ambaye anajulikana kwa jina la Gerald Mamilo, ambapo tutazungumza naye hapa kwa kina zaidi kuhusiana na football. Tueleze kwamba yeye alianzia wapi soka mpaka leo hii tunamuona kama coach, lakini pia ni ugumu gani ambao amekuwa akikutana nao kama coach. Tueleze kwenye kuzipeleka mbinu kwa wachezaji. Kuna wachezaji ambao wanakuwa wana namna kupokea mbinu kutoka kwa coach. Kwa hiyo yote hayo utakuja kuyapata ndani ya kipindi hiki cha Game On. Mimi ni Herbert Charles. Ina maana programu ya vijana wadogo tumeipanga kuanzia Ijumaa, sababu ni wanafunzi. Tunakuwa nao Ijumaa mchana majira kama saa 10 hadi saa 12 wanapofika wale vijana wakubwa. Tunakuwa nao Jumamosi na Jumapili. Ndio muda nilivyopanga. Kwa wale wakubwa tumepanga makadirio kuanzia Jumatatu mpaka na yeye pia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili wanafanyaje? Wanaweza kupumzika. Kocha, tunatamani tupige story hapa tuweze kuzungumzia labda baada kufundishaji kwako wewe, kalia kuanzia wapi, au tu imekuwa ni passion tu wewe kama wewe, au umekuwa ukiona kwamba mimi nauishi kuwa kocha, ndio maana hata vijana wengi wamekuwa kiappreciate kile ambacho umechukua ukifanya? Ni kweli, ni kushukuru mtangazaji. Ni kweli nimeanza mwaka 2000 na nilikuwa ni kiongozi huru tu wa timu, lakini kadiri mienendo yangu nilivyokuwa na karibu na kocha, tafika mahala kocha akawa ananiachia timu. Kwa hiyo alipokuwa ananiachia timu nikawa idea. Mwisho wa siku akagundua kwamba ninatosha, kalazimika aiache timu kuweza kwenda kutafuta timu nyingine. Kocha, labda kuna ugumu wote ambao unakutana nao hasa mtaani ambapo unapokuwa unaishi, kwamba watu wanakuwa na beza kwamba wewe ni mtu ambaye umekuwa ni wa mazoezi sana, lakini hawaoni yani labda kwa hatua ambazo unakuwa unazipiga, labda kwako wewe kuna mawazo ambayo ni tofauti? Mawazo lazima ni yapate, sababu zile changamoto na changamoto zinafanya mtu kuweza kuwa kwenye hatua nyingine, na uwezo kuwepo kwa muda mrefu kwenye kipindi au kwenye jambo bila kuweza kuwepo na manufaa tunayapata. Vijana wengi wanakuwa wanaonekana, baada ya kuonekana wanatoka mahali tulipo kuweza kwenda sehemu zingine, na vijana wengi vile vile wanaenda trial nyingi, wapo wanafanikisha wanabakia, na wapo wanafanyaje wanaweza kurudi. Kocha, labda tuangalie sasa hapa, labda vijana ambao umekuwa ukiwatengeneza hapa, labda kuna baadhi ya vijana ambao umekuwa ukiwainua kwenye senior team ambayo umekuwa ukimiliki, na maanisha Vodacom FC ambayo inacheza ndani ya Kibirizi hapa. Ndio, ni kweli. Na ndo malengo ya dhati zaidi, kwamba baada ya kutengeneza vijana mapengo ambayo tunayapata kwenye Vodacom FC, sawa, tunachukua kijana mmoja kutoka chini kwenda kwenye eneo jingine. Kocha, nilipata za ndani hapa hizi siku 2-3 kwamba kuna mchezaji wako ambaye inawezekana akawa ameitwa na TFF kwa ajili ya kufanya trial, yani kwa ajili ya vijana wale wa under 17. Sasa labda hii taarifa ina ukweli wowote kuhusiana na taarifa ya kijana wako? Hii taarifa, ndugu mtangazaji, ina ukweli. Ni kweli kijana huyo yupo na ni goalkeeper. Ni kweli amehitajika muda ukifika. Anaitwa nani? Yani kwa faida ya mtazamaji ambaye anatazama. Yule anaitwa Elias Jonas. Ndio. Na hii hapo trial inafanyika ndani ya mkoa wa Kigoma au ni jijini Dar es Salaam au maeneo gani? Hii ipo nje ya mkoa wa Kigoma. Hii inafanyika jijini Dar es Salaam. Okay. Ndio inafanyika, ndio. Kwa hiyo haya hapo ni miongoni mwa matunda yako ambayo umepita ndani ya mikono yako. Ndio, mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu sana, ni miongoni mwa matunda yangu ambayo yapita ndani ya mikono yangu. Ndio, ni kweli. Labda kwa faida ya mtazamaji ambaye anatazama ndani ya Kikora Media, kocha anatamani afahamu kwamba yani wewe kama kocha ugumu gani ambao umekuwa kukutana nao hasa
pale ambapo unapokuwa unatoa mbinu zako? Changamoto kwanza zipo, kama jinsi tunavyozungumza, changamoto zipo na ni nyingi sana, lakini kinachoangaliwa hapa sasa ni mbinu za mwalimu, kwamba nitaanza na yupi na nimalize na yupi, na inategemeana na timu unayokutana nayo. Kwa hiyo inakupelekea wewe kuweza kuelewa kwamba nitaanza na wachezaji wa namna gani katika mbinu zako wewe, kutokana na system ambayo unaitaka wewe kimchezo, kwa sababu katika mashindano kuna michezo ambayo ni raundi na kuna michezo ambayo ni knockout. Sawa, kwa ukishaelewa kwamba knockout ni kwamba hapa atakiwa nifanyaje, nishinde, na kama sikushinda basi atakiwa niende kwenye mchezo wa nini wa bahati. Sawa, na kama ni mchezo wa raundi basi kwamba nianze mechi hii hapa kwa nikiwa nifanyaje, nikiwa nimeshinda. Kwa hiyo unaangalia mwenendo wa wachezaji wako kadiri unavyoishi nao, na kutokana na jinsi walivyo utaelewa kwamba nianze na nani na nimalize na nani. Kocha, tunafahamu mpira ambao unahitaji sayansi zaidi. Sasa yani kuwa na fitness wachezaji, kuwa na ile yani back to back game. Labda kwa wewe hii hapo umekuwa ukilizingatia labda kuwatafutia hawa vijana mechi tofauti au tournament mbalimbali ambazo zinaweza kuwepo ndani ya mkoa wa Kigoma? Sahihi. Mimi nikushukuru. Hilo ni la msingi na hilo ndio lipo, yani maana huwezi kuwa unafanya mazoezi bila train kuangalia vijana. Kwa mechi mbalimbali nazitafuta. Mechi za rika, yani wanaolingana nazitafuta. Tumecheza sana Katonga pale. Kuna timu za vijana wadogo hapo. Tumecheza uwanda wa juu huku Buronge, ili kuweza kuangalia kwamba yani wanaelewa nini kile wanachofundishwa. Kocha, labda tutarajie kuona kipi hasa yani kwa timu ya Vodacom ambayo umekuwa ukimiliki kwa Kibirizi kama kocha mkuu, lakini pia hata kwa vijana hapa ambao umekuwa ukiwafundisha, labda miaka 5 mbeleni baadaye tuone baadhi ya timu moja ikiwa kwenye ligi ambayo inatambulika na TFF, yani maana yake ligi daraja la kwanza, au yani NBC Championship. Okay, mimi nikushukuru. Nafikiri ndio matarajio na ndio mawazo na ndio malengo, sababu huwezi kuwa ni mwalimu unafundisha alafu hakuna chachu aina yote. Kwa hiyo matarajio yangu na fikra zangu na mawazo yangu nilikuwa kwenye mikakati thabiti na mbinu thabiti ili kuweza kufanikiwa kupata wachezaji kutoka hatua niliyopo kwenda hatua nyingine. Kocha, hapo mwanzoni nitakurudisha kidogo, umesema ni kocha ambaye hakuna leseni ya ukochi, na ni mtu ambao umekuwa ni mdau mkubwa sana wa soka. Labda hapa ikitokea mafunzo ndani ya mkoa wa Kigoma kwamba wanahitaji watoe elimu kwa makocha ambao wanahitaji, utakuwa tayari kocha? Mimi nitakuwa tayari ili nisogee kuweza kuongeza mbinu zaidi. Na hilo ndo natarajia kwa sasa na ndo nalo sasa na ndo malengo yangu sana zaidi. Baada ya kusikia ufundi wa kocha akitueleza namna gani ambavyo amekuwa akitrain vijana hawa, basi nimepata wasaa wa kuzungumza na vijana ambao wapo katika timu hii ya Vodacom Academy, nao wapo watueleze hisia zao, na hapa ndivyo kama ambavyo ilivyokuwa. Kwa majina naitwa Fredi Kasongo Matashuru, nachezea katika timu ya Vodacom Academy iliyopo Kibirizi. Nimepata vitu vingi na nimejielimisha kwenye vitu vingi sana, na kufundisha vizuri kama makocha wanavyofundisha. Mimi nawashauri waje kujiunga na timu hii kwa sababu kuna kocha mzuri anafundisha vizuri, na wazazi pia wakumbuke kuelimisha watoto wao kuja kufanya mazoezi. Majina yanaitwa Musa Machumbe, mchezaji wa Vodacom Aoga. Tunakutana na ushindani kwa timu hapa, kocha kishatubagua. Wapo sema ajaja Fredi pale. Kwa majina yanaitwa Agustino Asante Kudeni, nachezea katika klabu ya Voda. Sisi pia ni academy. Mimi nacheza namba 10. Hiyo miaka ambayo nilionayo hapa, na nimecheza academy 3 hapa. Na hii hapa pia ndio ya 3. Young City ndo ikapita na Voda. Mimi nimekuja hapa, amenipa mafunzo hadi mpaka sasa na uwezo wa kumiliki mpira na kutoa pasi. Kwa hiyo unawaambia nini sasa yani hapo vijana ambao wapo huko, yani wanatamani wapate kocha ambaye hapa na uwezo wa kuwalea na kuwafikisha sehemu ambazo tunaona baadhi ya vijana yani wanaonekana kwenye matournament mbalimbali, baadaye hapo wanakwenda kwenye mashindano ambayo ni rasmi? Okay, nashukuru. Vijana wapo ni wazuri, wapo mtaani, wapo kuja mazoezini, lakini na ushauri wangu
Kwa rai yangu ni kwamba waje waje mazoezini, pia waupende mpira sana zaidi na wawe na discipline. Maana discipline ndio inaongoza kila kitu yani. Kwa waje tufanye mazoezi, tuangalie mwisho wa siku mabadiliko tutayapata. Kwa hiyo tunahitaji waje mazoezini. Kocha, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kuungana na sisi ndani ya kipindi hiki cha Game On, ambapo tunazungumzia mpira, yani kwa sababu wadau wengi wanakuwa wanapenda wasikie vitu kama hivi, hasa maeneo ya mtaani kama hivi, vijana wao wanaendeleaje, hasa soka la vijana likoje. Na mtazamaji wa Kikora Media, kama ambavyo umevyoweza kusikia mahojiano maalum, huyo ni kocha Gerald Mamilo ambaye yupo hapa mkoani Kigoma katika eneo hili la Kibirizi, ambapo tumezungumza naye masuala mazima ya kimpira, ambapo amefunguka na kubwa zaidi ni kuhusiana na vijana ambao amekuwa akiwa train hapa asubuhi, ila pia jioni amekuwa ana session pia kuwa train vijana kuanzia miaka 19, 20 na kuendelea. Na timu ambayo anaifundisha ni Vodacom ambayo inapatikana mkoani Kigoma hapa eneo la Kibirizi. Mimi nikwambie tu, ambaye amefanikisha shughuli hii nzima nyuma ya kamera ni Julius Kantalungwa, ila pia ambaye amefanya nionekane hivi ni Nesta Masangula ambaye ameniweka kuwa na muonekano mzuri sana. Mimi ni kusii tu endelee kusikiliza vipindi vinavyofuata ndani ya Kikora Media.